Mazishi ya punda inaingilia wapi? Mazishi ya punda inaingilia wakati watu wanaongea mambo ambayo haifai in our burial ceremonies. People that are not sensitive to the heart ya watu wale ambao wamekufiwa. Saa hii tuko na the husband to bed bio. Tuko na the father of children. These people are mourning. We have Danny. Hawa washirika wawili wangu hao. Hawawezi hajawahi ingia kanisa Danny na msichana Sky wakakosa kuja kutusalimia ama kufuatilia Reverend Ann mke wangu. They are hurting. This is not a celebration. This is a mourning ceremony. Kwa hivyo wale ambao Bible inasema alizikwa mazishi ya punda ni kwa sababu alizikwa nje ya Jerusalem, hakuna uwepo wa Mungu. Watu wameongea, uwepo wa Mungu umeondoka. I have seen it in our nation. Watu 70% wakizikwa mazishi ya punda. Maneno ambayo inayosemwa, unakuta watu wananyang'anyana microphone. Unakuta mwingine anapiga duru kwa mahali ambapo hapastahili. Kuna mazishi ya aina mbili. Mazishi ya maziko ya punda na mazishi ya heshima. And today we are going to give our daughter and this minister together with us mazishi ambayo ni ya heshima. A burial of dignity. Praise the name of the Lord. Kwa sababu huyu ameishi kwa heshima. Mimi nimekaa na huyu msichana, sijawahi sikia amelopokwa maneno, ameongea maneno ambayo haifai. A very humble servant of God. Kwa hivyo mimi ninawauliza pamoja na mafundisho yangu ya dakika ile 10 ya kwamba tusikubali kuongea vitu ambazo hazifai. Psalms 45 Jeremiah 22 and verses 19. You can write it down. Inasema atazikwa maziko ya punda, akibululwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanazikwa mazishi ya punda kwa sababu ya watu kurudishiana maneno mpaka uwepo wa Mungu kaondoka.